Inatoka huko Instagram, anasema hivi, wanawake wenzangu, mnawezaje kuishi na wanaume wanaonuna? Mi mbona nakaribia kushindwa. Mwanaume ananuna kisa tu ameniambia twende mahali, nikamwambia aende tu, mi nipike, akirudi akute kimeiva tule. Kaondoka amebamiza mlango, mi sikujua kama kanuna. Nashangaa mtu amerudi, nikimsemesha anajibu short. Ikabidi niulize nini shida. Eti ni kwa sababu nilikataa kwenda naye. Sasa mwenzenu sijui kuvunga, nikajikuta namwambia ndio unune kisa hicho tu, si bora utafute sababu ya maana. Akanijibu eti ameshazoea kununa toka akiwa amesha kununa toka akiwa mdogo na kazoea akinuna anabembelezwa. Well, this is not serious, is it? Na nitake nisitake eti atanuna, na kama siwezi kumbembeleza tuachane. What? Huyu ni baba mtu mzima wa miaka 44. Nilijua watu wazima wana akili nzima, kumbe nilikosea. Amenizidi miaka 11, ila kuna baadhi ya vitu anavyofanya vinanishinda jamani. Wanawake wenzangu, mnifunze, mnaishije nao hawa viume? Mbona mimi nashindwa? Ndoa naiona ngumu mapema sana. Kwani ni wanaume wote wananuna ovyo simu hizi? Kwani ni wanaume wote wananuna ovyo? Haya, naomba nasoma hii comment ya kwanza, alafu ndo nitakuja kuweka mchango wangu. Yaani we naye unaambiwa mtoke, unasema unapika. Kwani umeambiwa huko mlikokuwa mnaenda hamtokula? We upendi kutoka out na mumeo, hujui ni bahati hiyo wenzako wanalilia watoke na wamezao wanabakia kuachwa ndani. Mume anatoka na mchepuko, ana haki ya kununa. Sasa kuna vitu viwili. Sidhani kama huyu dada apendi kutoka, lakini ni kwa ishu ambayo iliyopo. Mimi mwenyewe napendelea mtu aniambie mapema kwamba baadaye tunatoka, kwa sababu nakuwa nishapanga ratiba zangu. Unakuta nishaandaa vitu ambavyo natakiwa kupika, na nawaza kama nisipopika leo, kesho probably nitakuwa sina muda wa kusema napika. That is kwa watu ambao tunapika chakula kingi. Na kama ni huyu dada, mimi akili yangu inaniambiaga sasa hivi nataka kupika, so ukiniambia twende sehemu, naweza nisiende unless uniambie baby it's okay, sasa hivi nitakuja kusaidia kupika baadaye au kesho, usipike. Lakini kama, na pia nategemea mnaenda wapi. Unajua vitu vingine bana, yes, kuna wanawake wanaachwa ndani hawatoki na waume zao, hiyo ni kweli, lakini haimaanishi basi kwa sababu kuna wanawake ambao wanaachwa ndani hawatoki na waume zao, basi wengine hawa wengine wakiambiwa tu twende tutoke, basi haya twende tutoke. Kama alikuwa ajisikii, kama alikuwa ana mood, kama alikuwa na ratiba zake zingine, sio kwamba hiyo ilikuwa sio ya muhimu ya yeye kutoka, ila alikuwa tayari ana ratiba zake zingine zinaendelea. Haya, amerudi kanuna miaka 44, and uko na audacity ya kusema uko unanuna kuanzia mtoto. Okay, hata kama ni last born, kuna level zinafika. Last born is not an excuse tena. Kwanza last born okay, my last born tunabidi tuwe na kikao, kwa sababu inawezekana huyu mtu ni mwanafamilia wetu. Mimi nashindwa kuelewa na mteteaje, lakini mwanaume anayenuna jamani, inaboa, inakera, inatia hasira. Yaani ni kama mtoto wa miaka 2. Afu kama mtu anakuja na nguvu zote anakwambia usiponibembeleza tutaachana. Hapo hiyo ndoa yaani unamsukuma mlevi ukitegemea atafika sehemu ataanza kutembea amesimama wima. Itakudrain mpaka utaimba haleluya. Hata watu wazima pia walikuwaga hawa vijana ambao wana upuuzi huko mitaani. Hata wajinga wanazeeka. Huo ndo msemo. Hata wajinga wanazeeka. Am I saying mume wako ni mjinga? No. Ni mfano tu. It's a metaphor. Ni mfano. So hata wale wenye akili za kipuzi ambao sasa hivi tunaishi nao, na wenyewe watakuwa watu wazima. Unafikiria zitabadilika? Wengi hawabadiliki. Especially kama ni huyu baba, kama anasikilizwa sana na mamake, yupo karibu sana na mamake, hiyo ni tatizo lingine. So ukiangalia kwenye familia nzima wanavyoishi na wanavyomtreat, au mamake
communicate naye, ndo hapo utagundua chambo ya tatizo hapo. Ila kama uwezi, yani kama saizi umenotice huwezi, jua tu hutaweza. Utavumilia, ila utaona tu hutaweza. Tena kwa miaka 11 mliopishana, maanake wewe bado ni mdogo sana, 44 kwa miaka 11, maanake wewe ni 33, kama sio hiyo unakimbizia 34, bado ni mdogo, hutatoboa. That's all I can tell you.